nini site visit ni muhimu kabla ya kuanza kuchora ramani? Kuna jambo moja ambalo watu wengi hawalielewi kuhusu kazi za usanifu na ujenzi. Wengi hudhani kwamba mteja akishatoa vipimo vya kiwanja au nakala ya hati, kazi ya kuchora ramani inaweza kuanza mara moja. Ukweli ni kwamba katika taaluma ya ujenzi, site visit si jambo la hiari, bali ni sehemu muhimu ya kazi yenyewe. Tatizo kubwa ni kwamba watu wengi hawajapata nafasi ya kufahamu kwa undani namna miradi ya ujenzi inavyoendeshwa kitaalamu. Ndiyo maana wakati mwingine mteja anaweza kushangaa anapoambiwa kuna gharama za site visit, au anapoona mtaalamu anasisitiza kufika eneo la mradi kabla ya kuanza kazi. Site visit si kwenda kupima urefu na upana wa kiwanja pekee. Kuna mambo mengine muhimu yanayofanyika ambayo hayawezi kuonekana kwenye hati au site plani. Kwanza, tunahitaji kujiridhisha na vipimo halisi vya kiwanja. Mara nyingi hati inaweza kuonyeshwa kiwanja kina mita 20 kwa 20, lakini ukifika eneo husika unakuta hali ni tofauti. Hizi hati, matatizo mengi ya hati kama haya tumekutana nazo kwenye zile hati za vijiji, hati za manunuzi za vijiji. Zile nimesha kutana nao na matukio kama haya mara kadhaa. Wakati mwingine majirani wameingia ndani ya mipaka. Kuna miamba, kuna mteremko mkali au mazingira mengine ambayo hayaonekani kwenye karatasi. Pili, tunahitaji kuifahamu vizuri hali ya eneo kabla ya kutoa makadirio ya gharama za ujenzi. Aina ya udongo, mwinuko wa eneo na changamoto zilizopo vina athari kubwa kwenye gharama za msingi na hatua nyingine za ujenzi. Bila kuona hali halisi ya ujenzi, makadirio yanaweza yasitoe picha sahihi ya mradi. Tatu, site visit hutusaidia kupanga matumizi bora ya kiwanja. Tunahitaji kujua jengo litakaa wapi, maegesho yatakuwa upande gani, sehemu za huduma kama septic tank na soak pit zitawekwa wapi, pamoja na kuhakikisha jengo linapata mwanga na hewa ya kutosha. 4, tunahitaji kufahamu mazingira yanayozunguka kiwanja. Tunatazama majirani, barabara, njia za huduma za jamii, nyaya za umeme na miundombinu mingine ambayo inaweza kuathiri usanifu wa jengo au kupata kibali cha ujenzi. Kwa kifupi, mtaalamu anasisitiza site visit hafanyi hivyo kwa kuongeza gharama, bali anafanya hivyo ili kuhakikisha ramani inayochorwa inaendana na hali halisi ya eneo, na hii kukuepusha na hasara zinazoweza kujitokeza baadaye. Ujenzi wa Nyumba TZ, tunaendelea kutoa huduma za ramani za nyumba za aina zote, gharama za ujenzi, usimamizi wa ujenzi, ujenzi kuanzia msingi hadi kumaliza, ushauri wa kitaalamu. Pia hii unayoiona kwenye hii cover, hii picha cover hii unayoiona hapa kwenye video, hiki ni kitabu kinauzwa shilingi 10,000, kinaitwa Usiyoyajua kuhusu ujenzi. Hii ni soft copy, kwa maana kwamba ukihitaji unalipia na utatumiwa hapo hapo ulipo kwa njia ya simu, ambao unaweza kutumia kwa njia email au kutumia kwa njia WhatsApp, pia hata Telegram na ikiwezekana hata Maxi. Inategemea na wewe huduma kwako rahisi ni ipi kukifikia. Ili kuwasiliana na sisi, nadhani utawasiliana na mimi mwenyewe hapa. Tumia namba ya simu hii au tuma message ya kawaida. Nipigie au nitumie message ya kawaida ambao ni namba 07 12 93 70 90. Pia unaweza kuwasiliana na mimi kwa njia ya WhatsApp au Maxi au Telegram. Namba ni 07 65 93 70 90. Bila kusahau email yetu ni info@mjenziwanyumbatz.com. Mjenzi wa Nyumba TZ, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani.